wakakaa pale. Mimi naelewa kwa sababu nina ufunuo. Watu wanakaa pale, wanachukua labda kiti vile miguu mitatu au wanaita kigoda au kingine chochote, wanachukua mafuta, wanachukua viubani kidogo, wanachukua na vitu gani, wanachukua na hiyo kamba misihiri hiyo, wanaanza kumuita mtu, wanasomeleza pale kupitia ule moto. Wameshamwambia jini aina fulani, wanamnuizia mtu. Sasa wanafunga fundo la kwanza wakimtaja, la pili wakimtaja, la tatu wakimtaja, la nne wakimtaja, mpaka la 7. Sasa tayari wameshamnuizia, wanamtuma yule pepo aondoke, aende akamshughulikie mtu, aondoke na zawadi zake. Yule pepo au jini yule zimeshaandaliwa, anaondoka akiwa anafurahi, anaenda kufanya kazi, na ameshaambiwa ni popote pale, kama ni barabarani, kama hawajalenga target. Wengine wanalenga target bafuni, wanalenga target kwenye njia panda au kwenye lami, kwamba fika pushi mara moja aondoke. Nani wewe? Tunakutuma jini Makata, mwana wa Makata, nenda haraka sana, wamesha kunuizia. Sasa mwenzangu, wewe sio wa kiroho, una dini yako, una vichale vyako na viilizi vyako, ndio kesha tumwa na kuja moto wa kotea mbali. Dakika tu kaanguka ghafla, sio kaanguka ghafla, yule kakumbwa. Ndio maana watu wanaogopa sana kipepo cha kisulisuli, kinakuja kinaonekana kama kinakujia kwako, kwa mtu wa Mungu, kwa jina la Yesu. Ina mamlaka. Haleluya. Amen. Haraka sana. Wewe mwenyewe si ndio faida ya kuwa Mkristo? Haleluya. Sasa wewe Mkristo, mizimu unayo kibao. Wewe Mkristo, una viilizi vyako umeviweka kwenye uchago wa kitanda. Wasinione wapendwa, wakiniona watakuwa na jisikia vibaya, watanitenga. Mimi nachomeka huku vitakuwa vinakaa munda. Mimi sinafahamu, kuna watu wengine tulikuwa na chinja nguruwe pale, wanaomba pua za nguruwe. Wakaweke wapi? Kwenye yale wanalalia, wanachomeka huko. Inasaidia sana. Pua ya nguruwe eti inasaidia. Mungu atusaidie. Amen. Hawaelewi. Tunawaambia mpeni Yesu maisha ili kwamba awalinde. Hawataki. Hawa watu wanaitwa wa mataifa wasioamini. Wao ndio wanaruhusa. Hawana dini hao. Wanahilizi, wana mazindiko, au hawana dini. Hii ninavyosema hivi, popote pale unayenisikia, mwenye hilizi, mwenye chale, mwenye zindiko, huna dini. Dini yako sio taraja lako, ndivyo ilivyoandikwa. Wale wenye dini ambao dini yao ni taraja lao, wanamwelekea Mwenyezi Mungu. Anasema, bali ninyi Bwana Mungu wenu hajawapa ruhusa kuyatenda hayo. Hebu soma tena, afu tutawaona hao. Wala apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu anayeomba wafu makaburini huku. Siku hizi watu wanajenga makaburi kwa ajili ya kufanya baba, siku zimepita sasa, mwezi mzima, mtoto analia tu, hebu msameheni huko, msaidieni mjukuu wenu. Una adabu. Mungu atusaidie. Amen. Kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Kwa maana
Hebu asomee kwa nguvu, asiyoona akili yangu labda inatumika zaidi. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Eti jamani, amesemaje? Bwana, mtu atendaye mambo hayo ni chukizo kwa Bwana. Ni chukizo kwa nani? Kwa Bwana. Mtu anayefanya nini? Yepi? Anza kutaja, si mliyasoma? Anza kuyataja. Kutazama bao, chamchichi, kubashiri, alogaye kwa kupiga mafundo, apandishaye pepo, mchawi, aombaye wafu. Pendeni wote. Ndio mmemaliza hiyo. Hayo ni nini? Ni chukizo kwa nani? Kwa Bwana. Ndio huyo ninyi ambao watu huko mmesikia. Hayo ni chukizo. Kwa hiyo kama ni chukizo, hayatakiwi yafanyike kwenye dini. Watu wa dini wote marufuku kupandisha pepo. Sisi kama hapa tumeona mapepo yakipanda, si ndio? Sasa mbona na sisi tunapanda? Sisi sio hatupandishi, sisi tunapiga. Haleluya! Yanalia yenyewe, yanalia. Kama yasipolia kutoka kwenye mwili wa mtu, sisi kaa wala. Haleluya! Hatuna time, tunampa tu future ya mtazamo wa kiroho kwamba sasa Bwana, ishi hivi, fanya hivi, kula hivi. Sawa. Haleluya. Pigie Bwana makofi. Lakini tumeona mapepo yakipandishwa hapa kwa kukemewa, yakilia, yanalia. Amen. Lakini watu wa Mungu hamjapewa ruhusa. Hata wewe mwenye dini huko na kuita mtu wa Mungu, iweje unaigizi, iweje unazindiko, iweje unataja chale, iweje unapiga bao, iweje unafanya ushirikina. Jisaidie, alafu Mungu atafanyaje? Ndio hivyo, niko hapo, imeandikwa ni nini? Ni chukizo. Hayo ni machukizo. Hayo ni mambo ya kipagani. Hayo ni mambo ya kishirikina. Sasa hao washirikina wamekuwa na nguvu sana kuliko ninyi watu wenye dini. Ndio sasa wamewafundisha, mmeelimishwa na mmeelimika kishirikina, kipagani. Hebu endelea tuone Mungu anasemaje kwa habari yetu sisi sasa ambaye ndio wenye kuamini. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele. Anawatoa kabisa, wakae pembeni, kwa sio wa kiroho hao. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu. Wewe hapo uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Maana mataifa haya utakayoyamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao. Ndio hawa watu tunaoishi nao huwasikiliza wanaotazama mambo ya nyakati mbaya pamoja na bao na kadhalika. Watu wanapenda sana washauriwe na wachawi, washauriwe na waganga, washauriwe na washirikina. Watu wanapenda sana washauriwe nao. No. Haleluya. Mungu hajataka wewe ushauriwe na wachawi. Hataki kabisa. Una kazi ya kuangalia ndoto. Ngoja ni tukue ndoto nione inasemaje. No. Kama ndoto ya Bwana inakuja live, sema amen. Itakupa mafunuo na maono halisi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini inakuja ndoto fulani na kupeleka
Uwe makini sana. Hebu endelea. Bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kuyatenda hayo. Nipitie je. Bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Umesikia huko? Uko tupo? Amesemaje hapo? Naongea na nyinyi huko. Amina. Amesemaje? Yaani kumbe mimi sijapewa ruhusa na Mungu kuwa mchawi. Sawa? Sijapewa ruhusa na Mungu kutazama bao. Sijapewa ruhusa na Mungu kuvaa hilizi, kuroga kwa kufunga mafundo atako kunuiza, na nimeelezwa kuna kunuiza au kupiga faraki. Kupiga faraki maana nyingine inaambatana na hilo bao. Akasema mimi sijapewa ruhusa kuyafanya hayo. Hayo ni nini? Ni chukizo. Kwa nani? Kwa Mungu. Sasa Mungu tungemuuliza, sasa Mungu, sisi wenzio huku kuna uchafu mwingi sana wa kuroga, tena tunarogwa kweli kweli mpaka wanajisifu, na sisi tunachukua hilizi na mazindiko na kadhalika kwa ajili ya kutengeneza urafiki na wao waache kuturoga. Sasa itakuwaje? Ndio tunamuuliza atupe maelekezo. Haleluya! Atupe maelekezo juu ya hawa wachawi, juu ya wawanga hawa. Bwana atupe maelekezo. Haleluya! Haleluya! Amen. Hawa waganga wanapoitwa wao ni waganga, kwani wana nini? Ndio tumeambiwa hiyo mikoba. Unasoma? Haleluya! Amen. Wengine wanatumia vitabu na tutaona. Ukisema nimeenda kwa yule nani, yule bwana hana matatizo, hana matumbuli, hana kabisa. Anatumia nini? Kitabu. Tutaambiwa hicho kitabu vipi? Awatuambie wenyewe hao wenye maisha ya mwanzo. Tusiwe hapa tunagafirika kwa kuwa hatuelewi. Na mtu asielewa ameitwa nani? Mtu asielewa ameitwa nani? Sasa kumbe unaposhindwa kutaja unakuwa umetukana. Mjinga ni mtu asiyeelewa. Kwa hiyo labda hata mimi naweza nikawa mjinga. Haleluya. Katika mambo fulani mimi mjinga, siyajui, lakini nimeshaelewa mikoba sio haki kwa Mungu. Hilizi na mazindiko sio haki kwa Mungu. Kubashiri, kupiga bao, yote hivyo sio haki kwa nani? Kwa Mungu. Haleluya. Bashiri ameongea, kuna mtu ameongea, wewe ukishinda vitu hivi vitatu, lakini mimi sielewi, wewe mwenyewe ndio utajua. Ukishinda vitu vitatu hivi utakuwa ni mtu boti. Moja, kubeti, ndio alianza nalo. Sasa wengine kama meona wenyewe kubeti, meona kwamba hii si sawa.
Kama hujawahi kufanikiwa kufanya hivyo, kubeti, mshukuru Mungu, ujing'oe katika hilo na wewe ulioko humo. La pili, akasema madawa ya kulevya yanakuunganisha na Mungu, yanakurudishia mahusiano wewe na Mungu, mahusiano yale yaliyokuwa yamekatwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yale maombi unapoomba rehema, maana yake ni kama hata mtoto, mbona ni vitu simple tu vinaeleweka. Mtoto hata kama amekukosea kiasi gani, akija kwa kunyenyekea na kulia, mama nisamehe, ile hasira yote, hata ile adhabu uliyokumeipanga kama ni fimbo ni nini, moja kwa moja huu unagairi. Si kweli watu wa Mungu? Kwa hiyo unapoomba maombi ya toba, unakuwa unaomba rehema na kuomba kurudisha mahusiano yako na Mungu. Watu wa Mungu, kuomba ni jambo la muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huwezi kusema kwamba umekamilika. Yaani hapo tutabishana usiku kucha. Utasababisha ionekane kwamba neno Biblia ni Biblia, maneno ya Mungu si ya kweli. Kwa sababu hapa mtaalamu mwenye akili ambaye Mungu alisema kwamba wewe ndiye utakayeijenga hekalu, yeye mwenyewe aliandika hapa. Mhubiri Sulemani akasema, bila shaka hakuna mwanadamu mwenye haki hapa duniani ambaye afanya mema sifanye dhambi. Bwana tusaidie sana. Sulemani akasema bila shaka hakuna. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tusidanganyane. Sisi ni wanadamu, tumevaa mwili. Muda wa maombi ya kuomba rehema mbele za Mungu, unapokuwa umetangazwa, na wewe sogea mbele za Mungu. Bwana tusaidie. Unakuta kuna vitu vingi unakuta mtu ulivipoteza, lakini usiweze kujua. Bwana tusaidie sana. Hapa kama nilivyokuwa nimeambia pale kwamba sumaku, maombi yanarejesha, yanakutafutia hata kile kitu ulichokuwa umekipoteza. Yale mahusiano yako wewe na Mungu uliyokuwa umeyapoteza, unayarudisha kwa maombi. Ndio maana hapa neno pia linasema katika Mhubiri 7:14 anasema, siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili. Bwana tusaidie sana. Siku ya kufanikiwa ufurahi, kwa sababu ni siku ya nini? Ya furaha. Ila siku ya mabaya anza kufikiri, haya yanakuja kwa sababu gani? Bwana tusaidie sana. Na ndiyo maana watu wa Mungu huwa kuna mapungufu fulani, sijui labda huwa ni kwangu tu, sijui kwa wengine. Tunakuaga na mapungufu sana, mengi sana. Unapoingia kwenye tatizo, badala ya kufikiri chanzo, unaanza kupigana na tatizo. Bwana tusaidie sana. Kabla ya kupigana, uliza chanzo. Bwana tusaidie sana. Sasa wewe umeona mtoto wako anakuja analia, mama, nimepigwa na fulani. Afu na wewe unaenda na dera lile moja kwa moja, mfanyaje mwanangu? Watakufumua. Uliza kwanza, imekuwaje huyu akapigwa? Bwana tusaidie sana. Watakufumua, kumbe ukamemwaga mboga za watu. Unapigwa afu unakalishwa chini pale. Kaa kwanza, wewe mwenyewe una adabu kama mtoto lako, unakaa chini. Unasemaje? Wanakuonyesha mboga hizo mwaga, unaanza kulitafuna lile dera. Bwana tusaidie sana. Uliza kwanza chanzo, kwa nini amepigwa? Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo usikurupuke kwenda kupiga, watakuumiza. Uliza kuna nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na sisi hapa, unapoona umeangukia kwenye tatizo, kabla ya kuanza, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka. Fikiria. Neno limesema siku ya kufanikiwa furahi, si siku ya kufanikiwa, ila siku ya mabaya ufikiri. Limetokea kwa sababu gani? Ndio maana hapa
chini tena akasema kwa 21 hapa 21 akasema tena, usitie moyoni mwako maneno yote yaliyosemwa, usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe ali akutukana, kwa kuwa mara nyingi moyoni mwako pia unajua kwamba na wewe uliwatukana wengine. Haleluya. Eti kwa sababu ni mfanyakazi unanitukana mimi kulipa mshahara. Fikiria nilimtukana nani na mimi? Wewe fikiria mtumwa unayemlisha, mfanyakazi wako unayemlisha anakutukana.